Mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye Kabla Watambe ndani ya Agr News. Nikiwa ni Edwin Mokaya na leo nina mgeni wetu hii leo ambaye atatupa simulizi kuhusu maisha kwake, jinsi alivyo. Yale yote aliyowapitia kisha akaanza uimbaji wake. Kwa hivyo bila kupoteza muda, nimpokeze nafasi hii aweze kutujuza yeye ni nani. Naam. Asante sana. Kwa majina naitwa Sharon Joel. Nimezaliwa site za Nyamarambe. Mimi ni mwimbaji. Umezaliwa ukalelewa pale ama ukazaliwa pale ukalelewa kwingine? Nikalelewa Nyamarambe hapo. Shule ya msingi, ya sekondari? Shule ya msingi nimesoma Victoria Academy. Inapatikana wapi? Kisii. Nyamarambe. Okay. Secondary kafanya Nyangweta. Yeah. Nyangweta, mimi nasikiaga Nyangweta factory, sijui hiyo karibu hapo sasa. Alafu nikaenda nikatrain Kenya Youth Polytechnic for 2 years, kafanya graduation fashion designer, then nikarudi Nairobi kufika huko nikajenji. Nikateke another course fashion designer. Sasa hiyo naangalia mavazi ni hii nimematch kweli kwanza. Ama nimeharibu. Hapana. Ulipofika Nairobi nikachange, kafanya computer. Nikaona computer hainipeleki poa, nikachukua designer, curtain designer, decoration, interior designer. Nashona vitu ya church, nyumba. Okay. After that sasa mimi nafanya biashara yangu tu ya kushona. Sawa, kuna lile simulizi kuhusu maisha yako pengine ambalo unalo na linaweza pengine kumotivate yule ambaye anasikiliza na vile vile kuminspire. Pengine tuambie maisha yako. Nipigie tu story sasa. Mimi nimelelewa kwa shida sana. Kwa familia yangu tulikuwa tuko chini sana. Sikuwa najua kama naweza fika mahali nimefika saizi. Juu mimi ndio first born kwetu. Na unajua ma first born tunapitia some big challenges. Nilisoma na shida, lakini Mungu akatuinua. Shida zipi? Shida ni mingi sana. Shida kama sasa kuenda shule kupata school fees, tulikuwa maskini sana. Naam. Lakini Mungu ni mwema. Tulikuwa wadogo, tulikuwa tunaenda church. Sasa wangu wako naenda church. Lakini kuna hii challenge mamangu alipitia. Temu alioleka kwa hiyo familia mahali alipo. Naam. Alikufiwa sana. Kuna sister wawili na brother wangu walifariki. Mamangu sasa akashikia kanisa mkono. Kwa hivyo ilikuwa kwamba au ni wakubwa wenye wangekuwa wakubwa na kuna sasa wadogo. Okay. Lakini for now mimi ndio first born. Lakini Mungu alitunua. Mamangu alishika kanisa kwa mkono. Sasa tukaanza kwenda kanisa. Tukachua Mungu. Hapo nilikuwa class 1. Pengine nikuulize kwanza, nini kilikuwa kinasababisha pengine niseme vifo hivyo? Sasa tuseme mambo ya dunia, kuna unajua maneipa, kama hujajua Mungu kuna ile majaribu wanakupea. Alafu unapata tunasema ni uchawi. Kitu kaa hiyo. Sasa mamangu alisema, yani ni ila mtu anaua mtoto ukiona. Unaona? Aje sasa, hiyo ndio nataka utuelezee, manake kuna yule ambaye anataka kujua kabisa ilikuwaje. Mimi sasa mwenye naweza kuambia ni last born. Sister yangu mwenye alienda, nilikuwa class 7 to 7. Hiyo ndio niliona. Hiyo ndio story yake yenyewe naweza sema. Juu walikuwa wanatoka shule na mamangu. Kufika kwa nyumba mtu anakuja na kuitisha mtoto kumsalimia, sasa mtoto anakufa hivyo. Bila chochote, bila kuugua. Kuonjeka. Alikuwa ameanza kwenda shule? And then mamake ndio alienda. Mamangu ni mwalimu
all classes. Okay. Academy. Sasa wakitoka shule walikuwa sawa. Kufika kwa nyumba mtu anakuja, anaita mtoto, kumsalimia tu hivi, mtoto akaanza kuanjeka hivyo, kesho yake akakufa. Sasa hiyo ndio niliona. Na mlijuaje ni uchawi? Pengine inaweza kuwa ni ugonjwa tu ambao uliingia. Alifika Usii, akaambiwa ana shida yoyote. Fila alikufa, kuna ile damu alitoa kwa mapua, mdomo, kila mahali. Hiyo sasa. Hiyo ndio ilionyesha tu. Alifanywa postmortem pengine? Yes. And then sababu ikabainishwa kuwa na gani? Hakuna shida ilionekana. Na pengine uliwahi sikia story kuhusu yule mkubwa wako pengine mwenye alifariki? Na yeye alifariki kwa njia hiyo hiyo? Hiyo ni samba walikuwa wanaulizana bradangu, yani babangu na neighbor samba tu, mtu akamwambia babangu rasmi nini nitakufanyia kitu. Sasa akafanyia mtoto wetu photo bradangu. Hiyo ndio sijaelewa vizuri. Walikosana, walikuwa wanang'ang'ania shamba. And then hiyo jirani akaambia my father, nitafanya kitu kwako. Sasa hiyo kitu ndio akaua huyo mtoto hivyo. So wakati alimpea hiyo onyo, how long did it take before hayo yatokee? Hata 1 wiki kuisha. Na yeye kulingana na story. Na yeye aligonjeka kivyovyote vile? Naam, sasa baadaye ikakuaje? Tulikuwa tumefikia mahali pale ukaniambia nikakurudisha nyuma kidogo. Kwa hivyo ilikuwaje sasa kwa maisha yenu? Maisha yetu ilikuwa ngumu. Tunaishi kwa uoga. Yani tuseme yani ukifanyia hata ukiongea na mtu inakuwa ni shida. Unaishi na uoga tu, ukifanya kitu utaizamaliza hata wewe. Lakini nashukuru mamangu sana. Alienda kanisa, akashika kanisa mkono, akatuchukua kanisa, babangu akachua Mungu. Tukaanza kuomba sana kwa familia yetu. Hapo ndio nilianza kuona talent yangu ya kuimba. Ikiwa hiyo class 2 tunatoka church naingia kwa nyumba naandika wimbo. Sasa tukaanza tunaomba, mamangu ananishika mkono, tunaomba kabisa. Sasa ndio Mungu akasaidia familia yetu kabisa. Na mlikuwa mnaenda kanisa gani? Naitwa Evening Light. Church of God. Iko pale Nyamarambe? Iko kwetu sasa, iko kwa Boma, tuko na church kwa Boma. Kwa samba yetu sasa. Okay. Babangu ni pastor. So yeye aliamua tu sasa mkaokoka, yeye akaanza kanisa la kwake. So umesema kwamba uligundua kwamba unaweza imba ukiwa darasa la pili. Na ulijuaje sasa unaweza imba? Sasa mamangu alikuwa ndio mwalimu wa Sunday school, anatuweka tunaimba, alafu unapata mimi ndio niko front line niko kuimba, tuko memory verse. Sasa nikaanza hiyo train hivyo. Juu hata mamangu alikuwa na hiyo talent ya kuimba. Nani alikwambia uko na talent? Maana yake ukiwa class 2 wewe mwenyewe ukumjua kuna talent. Mimi nimekuja kujua nikiwa mkubwa. Kuna mtu aliyekwambia kwamba kuna talent? Mapasta, shule, high school, alafu college mali nilikuwa tukigraduate mimi ndio nilikuwa naongoza kwa kuimba. Na before tuanze hii safari yako ya uimbaji, kuna kile ambacho ulikifanya pengine unajutia maishani before uanze kuimba? Ni kipi hicho? Anything ulifanya ambayo you regret up to date? Hapana. Ama kitu kiliwahi kufanyikia wewe mwenyewe? Kunifanyikia tuseme kuna hii fitisho mtu anakupea eti atakuua, hiyo ndio kitu. Umewahi tishiwa? Na nani sasa? Tupe story. Hiyo nimetishiwa nikiwa Nairobi. Kama yani ni jirani tu, ni mtu hata tumetoka ni Mkikuyu na mimi Mkisi, unaona. Sasa ile kukutishia eti sasa atakuua. Sasa ukienda, nilikuwa na boy naenda kupata mtoto, akaniambia sitarudi nikiwa uhai. Sasa na mimi nilitake step kuambia mapastors na kuomba Mungu. Kufika Usii wenyewe nilishindwa kupata mtoto.
Madaktari wakaniambia wewe pigia mwenye amekufunga akufungua upate mtoto. Sasa ndio nikashindwa, kufungwa ndio nini? Hiyo swali ilinishinda sana. Kabidi nianze kupiga simu kwa mapasta. Mamangu first one nilipigia my mother. Kamuuliza, sikia vile madaktari wanasema eti pigia mwenye amekufunga akufungua upate mtoto. Yote mlikuwa na nguvu baada ya kupiga simu? Sasa nimewekewa madawa ya uchungu. Sasa nikapiga nikauliza, lakini naumwa. Nikauliza, mama akasema ni mtu amekuroga. Yaani amekufunga usipate mtoto vizuri. Nikapiga mpasta wangu akaniombea akasema omba sana. Nikaomba. Lakini kafika mahali nikaisha nguvu mpaka na kuongea ikanikosa. Ikapita sasa ikafika ile masaa. Siongei. Sasa kwa ndio au majirani wangu au wamegonjeka hapo wakaita daktari mkubwa. Kwenda kunipima wakapata nimeishiwa, mtoto amechoka mpaka nimepukwa tumbo. Sasa akasema huyu atakufa. Ndio wakaniandikia emergency. Kafanywa operation lakini Mungu alimsaidia. Pole. Hata siku anadhania kama nitakuwa hai, lakini Mungu ni mwema. Na huyo alikuwa mwanamke ama mwanaume mmoja alikutishia maisha? Ni mwanaume anatoka Sanya Uhuru, alikuwa Mkikuyu. Sasa nira wale watu wanakuanga wataki washinde. Sasa vituka hizo. Mlikuwa mnabishania nini haswa? Najua mkiwa Nairobi kuna hii shida ya kuchota maji kwa tap. Na hizi tu vitu tudogo twenye kwa plot ama and then sasa ulikuwa kwa hiyo plot bado hadi ukajifungua? Mimi sikuogopa juu nilikuwa na pasta wanakuja wanaomba naombewa sana. Lakini sasa hiyo ndio shida nilipitia yenyewe. Sitawahi sahau in my life. Baada ya kujifungua alikwambiaje sasa? Nilifika nyumbani. Unajua ukifika nyumbani mtu anakuangalia kwa umbali, hakuwa anatarajia unaweza rudi. Sasa after 3 days sasa ninatoka. Tunaona niko na kitonda na nilikuwa nimeisiwa, nilikaa usi sana. Juu nilikuwa nimeisha. Hata siongei. Hata nilitarajia mtoto wangu ataiba, lakini Mungu alimsaidia. Alianza kusema ataua sasa mtoto. Sasa nikipika anakuambia ukasikia malikuwa na kwa majirani. Sasa tuseme si unatoka nje, ukienda tuseme unatoka nje. Najua sisi mtu ukifanywa operation unatoka tu kwenda kujisaidia na kurudi kwa nyumba. Sasa siku ya 3 nilitoka nje, alikuwa anataka kunigonga, yani kuniruhusa nianguke chini kutoka balcony ama sasa si unatoka nje anakugonga ndio anguke chini unaona. Lakini sikuanguka. Kuna kitu ilikuwa hapo nikashikilia kidogo, sikuanguka. Ndio yeye alitamka, sasa umesa vizuri lakini nitakuua. Nitaua huyo mtoto wako. Kamuuliza tunaulizana nini? Na hakuna mahali ambayo tutaenda na wewe. Alafu akaniambia utajua mimi ndio nani. Namwambia Mungu aliyejua, aliyenipea huyu mtoto na nikasana nimefika hapa. Hata wewe niacha. Ulikuwa unaishi peke yako wakati huo? Nilikuwa naishi na brother yangu. And then sasa ikakuaje baadaye? Nilimwambia hivyo, tena nikaingia kwa nyumba nikaomba nikilia. Naomba ile maombi ya yani ya juu. Kuna ile ukiomba Mungu unapata, kuna roho inakuja. Mpaka unapata unaomba mpaka unasahau. Ngapigia babangu, ngapigia mamangu, ngapigia pasta, ngawaelezea. Wakaniambia niwape namba ya huyo. Before nilikuwa na namba juu mimi ndio nilimwalika. Kwa hiyo plot akikuja mgeni aliniulizia nyumba, unaona? Wewe ndio ulikaribisha mateso kwako? Sasa tuseme tu ulikaribisha mateso. Sasa mimi unajua ninakuanga na ile roho safi tu.
Na sasa nikamkaribisha. Nilikuwa na namba yake, nikapea pasta, wakampigia. Wakamuuliza kwa nini unamfanyia hivyo. Akusema kitu. Alisema atajua mimi natoka sijui Nyahururu. Ama atatoka hii gate akijua kuna Mkikuyu hatari. Sasa babangu akamwambia, huyu Mungu ninaomba na mali nimetoa huyo mtoto hautamfanyia kitu. Nitamwambia mpaka dakika ya mwisho. Hapo mapasta wakakuja tena wakaniombea, wakaombea mtoto. Kuna pasta ninapenda sana, anaitwa Pastor Josephat Omobo. Wakaniombea, wakasema hakuna kitu itanitendekea. After kesho yake tena. Sasa ikabidi nisitoke kwa nyumba. Sasa nikasikia babangu amemtumia mafasesi, mabaipo ya kusoma. Yeye anamtumia tujuajui kani babangu. Tunajua babangu anaomba sana. Yeye anamtumia fasesi za upendo. Yaani asome fira watu wanafaa kupendana. Akamtumia nyingi sana. Ndio ilifika sasa anaanza kunitafuta. Aniombe msamaha. Nikakataa. Babangu akaniambia, fungua uenda na kuita. Mimi nikasema hapana. Ataniua na mtoto wangu na sina nguvu. Sina nguvu na kitanda yangu ni fresh. Mimi nikajifungia kwa nyumba. Brother wangu anaenda kazi asubuhi. Hayuko. Sasa ndio kafika jioni. Juu hata mimi naogopa kwenda nje ni kuomba tu. Nikasikia ameenda usi. Kumbe alikuwa na pressure. Pressure, depression, vitu kama hizo. Kwenda usi, kupelekwa usi, nilisikia huyo mama amekufa imekoma, yani bila kuongea. Akiomba, nimeomba msamaha kwa Sharon. Mimi nikasema hajaomba msamaha. Kwa hivyo alikuwa anakutakia wewe ufe lakini akafa mbele yako. Hata watu wakasema ni Mungu. Tuile alikuwa anaenda kuwa waganga. Sasa ni kama hizo vitu siremurudia. Juu ya kuamini Mungu. Na mbona ungebadilisha badala baada ya kuzaa mbona ungebadilisha plot? Sikuwa na pesa. Sikuwa nimeweka hata biashara, sikuwa na kitu. Wakati ulikuwa unafanya kazi gani Nairobi? Nilikuwa ninafanya kwa kampuni inaitwa Epset ya nguo, lakini sasa nilitoka vile nilikuwa nikatoka. Na huo muda wote pengine niulize baba mtoto alikuwa? Hakuchukua hatua yote pengine, yani alisemaje kuhusiana na mambo yote? Hivyo ndiye alimjibu. Na alimjibu hiyo yote unafanyia familia yangu nimekuachia Mungu. Hivyo tu hata watu wakisikia hatukutake any step. Mimi hata nilisema hivi, hata nilichukua Bible ngamwambia, naona hii Bible nimepepa na jua Mungu naomba ndiye atanisaidia. Kama siku yangu itafika. Na mtoto sasa hivi yako wapi? 2 years ako. Wow, kwa hivyo wako tu sawa kabisa. Ako sawa, ako so healthy. Mbona leo mbona ungetembea na Eda? Next time. Ako hapa Kisama Nairobi. Tisi. Ako na wazazi wangu. Pengine sawa. A quick fire tu nikuulize swali. Bado uko na bwana? Are you married? Hiyo tutaongea baadaye. Huwezi jibu sasa hivi. Sasa safari yako ya uimbaji ilianza ilitokea lini ukaona tu acha niende studio nikarekodi ngoma zangu? Nilianza sasa. Unaona hiyo time nilipitia hizo challenge sasa za uzazi wa. Nikianza kuimba nikiwa mdogo nilifika hii sasa ya kuolewa tuseme hapo sasa. Nilifika nikarudi down. Nilifika Nairobi. Sikuenda kuendelea kuimba. Sasa hii challenge tena nimepitia nikipata mtoto. Ndio sasa nilianza ile kuomba wimbo inakuja. Sasa ninaandika. Wimbo inakuja ninaandika. Nikienda church pastor ananiambia, "Huyu pastor mwenye alikuwa ananihubiria hapa nyumbani ndio baada yako Nairobi."
Sasa kaniambia ule Mungu, ile kibali Mungu alikuwa amekupea ukiwa mdogo, tafadhali ifuate. Juu Mungu amekutoa mbali. Sasa nikaanzia hapo. Ninaomba, naambia Mungu tafadhali kama nilikosa nisamee, nirudishie direct. Sasa hapo ndio nilianza na mambo yangu ya Psalms 124. Kama si Bwana, maadui wangu wangenimaliza. Huo ndio wimbo wako wa kwanza? Ni kuandika sasa juu hiyo challenge nilipigia tu yangenimaliza. Hapo ndio niliandika kama so iko Psalms 124. Imeandikwa tu kama si wewe Bwana, adui wangu wangenimaliza. So I guess you were inspired by the challenge in Ulkusha kambwa tu uandike wimbo. Alafu na hiyo the second niliandika tu the same day nyimbo mbili. Ndio nikaandika tena Psalms 118, Bwana ni kimbilio. Okay, wimbo wako wa kwanza ni huu wa kwanza kama kuandika. Okay. Lakini si kurekodi, kuandika chini. Okay. Lakini kurekodi nilirekodi at once nyimbo ine. Niliangalia channel yako ya YouTube. Sasa hivi naona kuna nyimbo 5. Hizo zote ulirekodi wakati mmoja? Ine nilirekodi wakati mmoja. Moja kuna jamaa alikuwa anataka kuimba na mimi. Alifutiwa na nyimbo zangu. Kasema Sharon, nahitaji kufanya na wewe collab. Kamwambia kuja. Akakuja tukaandika wimbo Nishikirie Bwana. Sasa kwake ni wimbo yake ya kwanza, lakini sasa tukaimba. And who is your producer? Anaitwa Kameta. Kameta. Karafini Kameta. Hiyo Nairobi. Anakuanga cast ya Mkikuyu na Mtanzania. Okay. Niko Nairobi. Challenge gani umepitia katika production? Kuna producer wawili. Kuna producer wa kwanza, sasa niko na huyo Kameta. Alikuwa anaitwa Kinote. Mbona ukatoka wa kwanza ukakuja wa pili? Wa pili kuna faragana ama? Hata niko sawa na yeye kabisa kama. Kuna fenye nilipata anatua ngoma yake mzuri, beats zake, alafu ni mtu wa professional, yani amesomea hiyo kazi vizuri. Niliangalia na ni mtu anaelewa ni nini music. Na ni mtu anajua Mungu, ni pastor. Anajua Mungu sana. Okay, kwa hivyo wakati ulirekodi hizo ngoma zako, umewahi ziuza na ulirekodi wakati gani pengine niuliza? Nilianza kurekodi last year. Wakati wa COVID. Kwa hivyo zimepokelewa aje sasa kufikia sasa hivi? Siko sawa, lakini mimi sijauza CD. Okay, ni wimbo gani ambao umependwa zaidi, ambao umesikia feedback kutoka kwenda unakwambia ai Sharon, hii iko sawa? Macho ya Bwana. Hiyo niliandika COVID-19. Macho ya Bwana ni makali. Hebu imba kidogo. Niende wapi, nijifiche wapi, na macho yako ni makali sana. Ni wapi, nijifiche wapi, na macho yako ni makali. Hata kwenye shimo unaona Baba, hata kwenye giza unaona Bwana. Wow. Na bedhe nikuuliza, mbona nyimbo zako uliamua tu ni zile hivyo mdogo natumia unanielewa? Mimi napenda worship. Okay. Juu nikianza worship napata naguswa na Mungu sana. Ukiangalia kazi yako ya kushona na uimbaji, ni gani nakupa pesa vizuri? Ni kushona juu najua uimbaji ni kufanyia Mungu, ni Mungu amenituma. Juu amenitoa mbali. Na hujauza CD pengine niuliza? Okay. Just a quick question. Ikiwa umepata kazi nzuri zaidi na kulipa vyema zaidi, and then kuna uimbaji wako, unaweza acha mambo na uimbaji uendelee kufanya? Umepewa chaguo mbili. Ufanye kazi na kulipa hela nzuri zaidi, na vile vile uendelee na uimbaji wako, utachagua kipi? Utachagua uimbaji juu ni Mungu amenituma. Sifai kutereza. Hapana. Nafaa kusonga mbele. Tunaishi kwa neema ya Mungu.
Na ni nani sana sana anakumotivate katika uimbaji? Mwimbaji yupi pengine tuseme hapa nchini Kenya ambaye ukiangalia nyimbo za kwake you feel motivated? Ni wengi. Mimi naipenda nyimbo nyingi. Kuna Morike Mto. Napenda sana. Kuna Deno Mpore. Hii mwenye anaimba Safari. Hapo ni hapa Kisii. Na kwingineko na kuna Feni Kerubo. Maybe outside Abagusii land. Huko nje. Mwenye napenda sana anaitwa namsahau kidogo. Na acha nikuulize tu, sasa hivi ungetamani kufanya kazi na nani? Unajua kuna ule mwimbaji ambao ungesema hapa Kisii tu ungesema ningepata ile chance ama ule muda pengine ningefanya naye kazi vyema zaidi. Ya kuimba collab tu. Collab. Mimi naona Morike Mto na Deno Mpore. Ungefanya nao kazi vyema. Katika uimbaji wako, hii production nini, kwenda studio, kwenda huko kushoot video, ni challenge gani umepitia haswa katika hayo yote? Kama kurekodi kuna shida. Naweza rekodi nyimbo yako tarajia itatoka next week, lakini inatake muda. Tuseme kama video, kama for now nilifanya video last month until now haijatoka. Kuna wimbo na ngoja majibu. Kwa hivyo tuseme ni muda tu wa production. Wako slow. Na si wakati hujarekodi bado unaongea na mtu namuuliza nikirekodi sasa hivi timeline gani? Wanakuambia kesho utapata ama 1 week, but ni kuongea tu. Challenge nyingine? Yani nyingine hakuna. Ni hizo tu yani. Na huwa unarekodia pesa ngapi? Wimbo kwa studio ni 5K Nairobi. Audio? Video zini kabisa ni 8K. Kwa hivyo kwa hizi nyimbo zako 5, that is a lot of money umetumia. Nimetumia mingi. How did you manage? Nilikuwa na save, nikishona naweka. Sasa tuseme nilifanya nyimbo 4, nilikuwa nimeongea na huyu akanikatia mpaka 4K. Sasa nikishona nampelekea hivyo tu pole pole, ninamaliza na ananipea nyimbo zangu. Na video nikaanza hivyo nikamaliza. Wow, that's great. Alafu sasa hivi kuna mpango upi katika uimbaji wako? Mimi naomba Mungu tu aniinue, at least ile habari njema niko nayo ifikie kila mtu duniani. Good. Alafu kuna wimbo ambao pengine tunatarajia ambao uko jikoni? Na ngoja majibu. Okay, wimbo moja ama kuna nyingine na maisha? Hizo ushatoa audio ama? Na vida bado? Vida bado. Hebu wimbe ya maisha hiyo kidogo. Nilitafuta maisha, sikupata popote, nikafikiri kufanya mambo tofauti kwangu. Nilitafuta maisha, sikupata popote, nikafikiri kufanya mambo tofauti kwangu. Nikamuomba Mungu kanitibu kwa upendo na furaha na amani. Nimeshukuru sana. Tuombeane. Natumai tumefikia mwisho katika mazungumzo haya. Nimeshukuru sana kwa kutokea. Hii ndio Agr News. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapo natamatisha makala yetu hii leo. Kabla Watambe, hadi wakati mwingine, mimi ni Edwin Mokaya.